ambao hapa mbegu ya kwanza nilichukua, kuna mbegu fulani inaitwa migomba Saida Karoli. Migomba Saida Karoli. Migomba Saida Karoli ambayo ile pale unaona kama ina manyonyo hivi imeinuka juu. Ule mfano ule mgomba Saida Karoli. Ule pale ambao mgomba mpoki, unajua hizi mbegu kutoka Bukoba. Mgomba mpoki ni hapa hivi. Midogo hapo kama ina weusi hapa kwenye paji. Kuna migomba hadi mpoki. Kuna mgomba mpoki, mgomba Saida Karoli na kuna mgomba Rwebogola, sijui umenielewa. Ipo migomba ya aina kibao. Sawa. Ndio ambao nilikuwa nimepanga. Umenisoma? Na mpango ili eneo lote kuanzia huku, umeona kama nimeishia hapa mpaka huku mbele kote kwe migomba. Yaani hata mtu ukija unapaita hapa migombani. Na mimi hicho kitu ndo maana nikawa nakusikiliza ili tujue inakuaje. Kwa nafikiri wewe eneo umeliona. Na ukishakuwa mtu mwenye akili timamu lazima utasema hii ni perfect. Umeelewa bwana Shamsi? Yaani lazima utasema ni perfect. Ujue kwa nyie Wazalamu hamjawahi kufanya vitu kama hivi. Sawa. Sawa. Ila kwa sisi wenye experience ndio tunajua umuhimu wa vitu hivi. Ndio mashamba. Mashamba. Kwa hiyo kutoka Bukoba una mambo yako. Bukoba kule wananijua mimi kwa kupanda migomba. Wote wananijua mimi. Hapa mwanzo nilitaka nipande miogo, ila nikaona muogo hautakuwa na impact kubwa kama ndizi. Ndio, alafu nyinyi watu wa Hanya mlagi miogo. Hatulagi miogo, sisi tunakula ndizi. Yaani ndizi, alage nini ndo vitu vyetu sisi, na samaki wabichi ndo vitu vyetu sisi. Kwa hiyo wewe hapa sasa sijajua wewe kama utataka kuendeleza kupanda miogo au utataka kuendeleza migomba kama kawaida. Mimi kwa sababu au unaweka mbazi. Mimi kwa sababu Mzalamo, umeona bwana. Mimi nasema mimi si dabe chilo daba. Yaani nataka shida yangu kwamba nipande miogo, umeona bwana, kama sio miogo nichanganye na choroko, umeona kwa sababu mimi si mtu wa pwani. Okay. Ndizi hapana. Ndizi bwana sisi hawaga tulagi sana. Kwa hizi utakata hizi. Uweze kukata, nitamwita ndugu yangu atakuja atanani. Mimi nina marafiki hadi Bukoba huko. Basi hapa wewe ungesubiria hata Saida Karoli, kwa sababu Saida Karoli ipo kama minne. Ungesubiria yeye izae hivi, kwa sababu kule mwisho kuna ule mgomba mama mawigi. Yaani ule unachanua kwa hivi. Mama mawigi. Unaitwa mgomba mama mawigi. Yaani ndizi zake zinakuwa zimechanua kwa pembeni huko. Afu zinatiririka hivi ndogo zinakuwa kama wigi la dada. Ndio maana imeitwa mama mawigi. Umensoma hapo? Alafu kuhusu haya mambo ya bustani au shamba, mimi nitakupa elimu. Sawa? Sababu mimi nilienda chuo kimoja Morogoro pale wanaita SUA. Unapopata SUA. Pale mimi nimesoma elimu ya kilimo. Soma pale, na kuna wanangu wakina Tajwidi nimesoma nao pale, wakina Ali, wakina nani, wote wakina Kimoko. Ndio wananijua. Yaani wananijua kwa elimu ya mazao. Hata wewe unataka kupanda mbaazi, choroko, nini, hiyo nao nitakupa technique. Namna gani unaweza ukaweka muogo. Yaani kifupi ndio mambo yako haya. Mimi mambo yangu haya hapa. Mimi mambo yangu hapa naweza nikatoa hii nikaweka sunflower ile wanaita alizeti. Na mimi naanzi kakubali. Na mimi sina magumashi. Yaani kwa sababu wewe umenionyesha kitu kizuri, na mimi naamini tutaenda sawa. Kabisa. Na sehemu nimeiona sehemu nzuri, umeona bwana. Sio hapa naweza nikatengeneza kijumba fulani kama cha utalii. Yaani hapa paka kwenye shamba lakini kidogo ambacho mimi mwenyewe ndio mwingine nakuja kupumzika. Hapa hapa. Sawa, hapo hizi inakubali. Hizi inakubali kila kitu. Sawa. Kwa hapa tungeenda kwa mwenyekiti tungekamilisha kila kitu. Naam. Wema? Wema vipi ndugu yangu? Wema, karibu huku, ingia huku. Ndio mjumbe mwenyewe unaniambia? Hamna, sisi tungekamilisha malipo. Wanakuja kukojoa. Alafu mimi sikatazi mtu. Yaani mtu yote anayekuja kujisaidia, kwa sababu ile si mbolea. Umesoma nyia ni mbolea. Naam, wazima kabisa? Si wazima. Wewe ungeingia kwa huku. Ingia kwa huku ufanya mambo yako. Mimi hili nalijua kuliko unavyolijua sasa. Yaani hapa bora kwanza nilivyooneni. Bana ili shamba mimi linanipa kizungumkuti.
kila siku hapa nikija, mara kuta watu wameacha mizigo, mara kuta watu wamekojoa. Sasa hata nyinyi mlivyosimama hapa siwaelewi, ndio maana nimekuja kuwachukulia maelezo wema. Mimi nadhani labda ungeongea naye kwa sababu mimi ni yani umesikia, hebu zungumza. Mimi acha niongee naye. Yaani ulikuwa unasema kwamba vipi katika ile eneo mimi hapa ndio kila siku mwangalizi, mimi ndio kila kitu hapa. Sasa ninapokujaga hapa nakuta mizigo, watu wamekojoa, watu wamefanyaje. Sasa nilipokuta nyewe mmesimama, nikaamua nije kuwachukulia maelezo. Anapiga kelele. Nije kuwachukulia maelezo. Wema katika shamba hili. Yaani wewe ndio mwangalizi. Uliza majibu. Wewe unaangalia nini? Angalia nini? Si nyama zote, hizi nyama zote zipo. Subiri. Mbona mpaka sasa hivi bado sijaelewa? Huyu mimi ndo sijamuelewa. Wewe hapa unaangalia nini? Mimi ndo sijaelewa nyinyi hapa mnafanya nini? Sisi tupo shambani. Sisi tupo shambani. Kama akina nani? Wewe nani? Kwanza unakuja hapo wewe nani? Wewe nani? Aya. Mimi nanuliza mimi nani? Mimi ndo nakuuliza wewe nani? Mbona unakuja kuharibu vitu vya watu? Mimi ndo kila siku hili shamba lipo katika mkono huu. Yaani manake wewe ndo mmiliki. Yeah, of course. Sasa niko kule juu na shangaa wale chini wanaongea muda mrefu. Njoo tuongee. Nikaona bora. Kwa hiyo wewe. Yaani hapo njoo kukuongea. Yaani umesikia Faza? Ngoja niongee naye. Mimi nishaelewa. Ngoja niongee naye. Manake wewe ndo mmiliki wa ile eneo. Unauliza majibu? Ndio maana nilipokuwa juu kule nikashangaa wale watu mbona wamekaa muda mrefu pale. Nishaelewa kitu. Ana uhakika. Ujue hivi vitu lazima uwe na common sense. Wewe unavyomuona anaweza akawa mmiliki. Hamisa kuelewa. Sisi tuongelee kwa hapa. Sisi tume. Mimi naongea kwanza. Wewe unaongea. Au wewe njoo tu. Muone. Ambapo wewe hapo umefuata nini? Wewe hapo umefuata. Wewe na mimi ni mmiliki. Kweli mmiliki wako. Wewe shamba. Hadi sinione vilivyo mimi mmiliki wa shamba mzee. Hii migomba naiona, umsafiri, umlonge huu. Mimi yote mjadala nionyeshe tu wenyewe muendelee nao. Huyu ndo katukuta. Angetuachia sisi. Mimi najua jinsi ya kudili naye. Najua. Mimi huyu najua jinsi ya kumalizana naye. Yaani Juma. Biashara ishavunjika, hamna biashara bwana huko. Mwambie. Hamna biashara. Yaani manake aliuza cheni ya bandia. Kapewa pesa ya bandia. Haina shida. Boss. Wewe. Basi angalia usije ukanya hapo, maana nyinyi msielewane. Mwenye shamba mwenyewe kama mweu. Angechelewa mpuzi huyu. Hapa sikubali, ngoja nini. Kwa hasira.